Babu alikuwa amekaa ameboeka, hivyo akaamua muite mjukuu wake wapige stori. Na mjukuu alipofika akamwambia, mjukuu wangu, ngoja nikusimulie stori fupi kuhusu mimi babu yako nilivyopambana na vita ya Kagera. Mjukuu akasema, wow, ehe babu, niambie ilikuwaje? Babu akamwambia, vita ya Kagera inapoanza ilikuwa rahisi sana, kwani tuliwavamia maadui, tukawaataki, tukawafinya iwezavyo. Kumbe bwana, tulikuwa tunapimwa suti. Maadui wengine walikuwa wametuzungukia kwa nyuma, hivyo wanajeshi wote tukatekwa na tukaambiwa tuchague vitu viwili kati ya hichi kimoja, kubakwa au tuuliwe. Mjukuu akasema, he babu, ikawaje sasa? Wewe ulichagua nini? Babu akajibu, mjukuu wangu, mimi niliuliwa. Hailiki mpaka ichemke. Si umenunua utumbo babu? Usiogope nzi. Sasa paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni. Una muda huwa naumia nikifikiria mama kuwa alishawahi kutuambia, wanangu kuleni, mimi nimeshakula nimeshiba, maskini ya Mungu. Kumbe hajala chochote. Kama unampenda mama yako usipite bila kukomenti I love you mama, hailiki mpaka ichemke. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni. Ukweli unauma, lakini lazima tukumbushane tu ukweli ili paume vizuri. Kuwa bila pesa utahitaji kujieleza sana kwa watu ili wakuelewe, kwa sababu hata kuku kumkamata bila punje ya mahindi au mchele ni kazi ngumu sana. Hailiki mpaka ichemke. Si umenunua utumbo sasa? Usiogope nzi. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni. Kama ungeambiwa usafirishe watu wako wote uliofanya nao mapenzi, je, ungetumia usafiri gani? Pikipiki, bajaji, taksi, haisi, costa, fuso, basi au treni? Hailiki mpaka ichemke. We niambie tu na mimi sitamwambia mtu yoyote yule, na kuhakikishia hakuna paka itakayoelewa kama hizi mboga ni za jioni.